Your Excellency Baba Raila Amolo Odinga, my colleagues, leaders in Azimio, wale wote mmehudhuria kikao hiki, niko na furaha leo sababu tumefuturu pamoja. Na nina furaha sababu baba alitualika sisi zote kwa hiki kikao. Nataka kutoa shukrani kwenu kama jamii ya Waislamu, mlitupatia support kubwa sana kwa uchaguzi uliopita. Na pia mkatupatia kura nyingi. Twaomba tuendelee pamoja ndivyo tuweze kukomboa Kenya. Najiunga na yale yamezungumziwa na wale wameongea mbele yangu, na sababu naona masaa imeendelea kuyoyoma, nitasema jambo moja peke yake. Kwa nini tuseme sava zifunguliwe? Mnakumbuka tangu 2007 hatuja kuwa na uchaguzi bila ubishi wa matokeo. 2007 tukaunda coalition government. Tukafikiria katiba mpya ikija itasafisha mambo ya uchaguzi, lakini hilo halikufanyika. 2013 ikawa ni shida, 2017 koti ikaona ni shida, lakini koti ikakosa kupeana taratibu za kurudia uchaguzi. Huwezi kuona makosa utume watu kwa uchaguzi kwa yale makosa. 2022 tumedhulumiwa na koti na pia na Chebukati. Tukiendelea hivyo, uchaguzi utakuja kufanya nchi yetu izambaratike kabisa. Kwa hivyo safari hii tumesema mambo yote ifunguliwe, sava na rekodi zote. Tujue hii mkate ni ya nani. Wawache kutuambia tunataka nusu mkate, hatutaki. Tunataka kujua mkate ni ya nani. Mwenyewe aikule. Kama ni yao tutawapiga salute waendelee. Lakini mimi niko na hakika, hata ukiwaangalia nyuso zao wakisema sava haiwezi funguliwa, tunaelewa mkate itakuwa sio mwingine, ni ya baba. Tunataka ukweli, sio haramu. Na kwa hivyo safari hii ndivyo nchi yetu iweze kuendelea kwa amani, na mambo ya haramu katika uchaguzi iishe. Ni lazima sava ifunguliwe. Mambo ya kusema mazungumzo yawe ndani ya bunge, ni wakumbushe wote ya kwamba IPPG haikuwa, tulikaa ndani ya bunge, lakini haikuwa it was not under the standing orders. Ilikuwa ni wabunge tu wakaketi, tukawa tunawasiliana na vikundi vikiwa nje. Wakati mambo iliingizwa kwa bunge ni wakati tumepatana. Mambo ya katiba, ndivyo tuwe na sheria za mageuzi ya katiba. Hatukuingia ndani ya bunge, tulikuwa Safari Park, tulikuwa Bomas, kisha mazungumzo yetu ikaletwa mbele ya bunge. Kwa hivyo Dr. Ruto awache kusema mazungumzo nje ya bunge ni kinyume cha sheria. Wacha nikufundishe sheria kidogo. Hakuna mahali katiba imesema Wakenya wa aina yote wasiketi kuzungumza. Katiba inasema tusungumziane. Na hatutaki kuingia mahali mmechafua na muko na nguvu nyingi za kufanya hiyo mazungumzo ikose kuendelea kwa njia ya haki. We want neutral ground. So stop telling Kenyans that talking outside parliament is against the law. Which law? Can you cite the specific clause? Hiyo ni njia ya kukataa mazungumzo na kujaribu kutukalia hata kabla ya mazungumzo kuanza. We want peace, but there cannot be peace without justice. Hiyo ndio nataka Wakenya wote waelewe. Bila kupoteza wakati wowote, sababu mengi yamesemwa na wenzangu, let me invite our leader, His Excellency Raila Amolo Odinga.